kwa marafiki zangu, na istoshi USA ni kitu chenye kimechukua headlines sana. Tangu ningali mdogo, yani shuleni wamekuwa wanatufunza kuhusu koloni. Hello beautiful people, ushaka ibintu vyiza, ushaka ibintu biteguwe neza, fyonda subscribe, like, kora comment na share, ukomeze kwironkera inkuru zitandukanye z'aba artist, sport n'ibindi. Amisho TV, you the best. Ladies and gentlemen, anaongea hapa ni King Daniel KD, King D. Kama na pumzi ndogo niite KD. Nina mtanashati mbabe sana hapa, mwimbaji mahiri anaitwa Owen. Acha nimsalimu kwanza. Habari gani bro? Salamu, habari zako? Niko shwari, namshukuru Mungu. Na unaongeaje? Jina langu Golden Owen. Yes bro, kwa nini Golden Owen? Golden ni ajili mimi ni mtu, I hustle a lot. I work very hard. I'm a humble man. Yeah. And wanje, yani nimekomaa shuleni walikuwa wananiita wanje, unaona. Na hapa Owen, wazungu unajua wazungu nimewatafutia jina lenye litakuwa rahisi kwao, wakiniita ikuwe rahisi kwao pia. Yes, yani na maana wewe jina lako ni dhahabu kwa sababu golden nasikia ni gold. Gold yani ni dhahabu, ni kitu cha kuwaka. Alafu kama jinsi ulivyosema una hustle a lot. Yani vizuri mwanaume kuchakarika, mwanaume ni kupambana kwa sababu ndo sifa za mwanaume. Mwanaume sio ule mtu ambaye unakuta tu anavaa tu, unakuta hustle, atafuti pesa, lakini inakuwa ni vizuri mwanaume kuhustle. Na umesema kwamba Owen ni jina ambalo umelikat, yani inaweza kuwa ni jina lifupi la jina lako kwa sababu wazungu wapate kulisema vizuri. Ndio hivyo bro? Alafu jina nzima ni Owanjima, maana yake ni mfalme mweupe, yani mfalme wenye anatumika kisheria, anafuata njia nzuri, anafanya kazi kwa bidii, anasaidia watu, yani I'm a humble man, you know. Yes, humble man. Nasikia ni vizuri sana, jina lako ni vizuri, humble man. Yani wewe sio ule mtu mwingine alafu ukikutana naye njiani yani anajifanya kama hakujui, lakini uko humble, unasikia mambo ya watu, mashabiki wako wote ambao wanakufuatilia muziki wako wakikusalimu, yani unawasalimu kama kawaida tu kwa sababu wewe sio mtu wa kujiproud, si ndio bro? Of course, yeah. Yeah, wewe mzaliwa wa Canada, mzaliwa wa sehemu nyingine au kwa sababu naona ni muda mrefu uko hapa na kujua kipindi kirefu sana uko hapa, lakini sijui kama mzaliwa wa hapa au mzaliwa sehemu nyingine. Mimi mzaliwa wa Burundi, jijini Bujumbura, afu mimi mtoto wa pale Kamenge, nimezaliwa pale, yani watu wengi pale Kamenge wananifahamu na wananitambua vizuri sana. Yani Kamenge KMG all the way up baby. Okay. Yeah, Golden Owen. Najua fununu nyingi, story zako nyingi hapa mtaani, hapa Canada. Kwa umeshafanya nyimbo nyingi sana, studio session nyingi. Moja ulikuwa na Hero B, na kuna zingine ambazo ulikuwa na Mr. Bula, lakini wao tunaona kama Hero B ameshaachia kama nyimbo 2 ziko YouTube, lakini wewe hatujaona hata nyimbo yako kwenye platform hata moja. Kuna nini bro? Yeah, yani mimi nina nyimbo nyingi already ziko jikoni. So chenye naweza nikawaambia watu yani wao tu tayari. Yani kaeni mkao wa kula ajili soon very soon naanza kutoa back to back. Yani nina nyimbo nyingi jikoni. Najua hamjasikia nyimbo yoyote kutoka kwangu, ila nina nyimbo nzuri sana, yani na ladha fulani, yani different ladha. Yes, nasikia kweli kabisa umejipanga vizuri kama jinsi unavyosema. Soon utarelease nyimbo zako nyingi sana ambazo zina ladha tofauti. Tena unasema kama watu ni nyimbo ambazo watu hawajawahi kusikia. Ni kama miondoko watu yani sauti tofauti na wengine, si ndio? Sawa. Ya kuna utatupatia kapela moja baadaye, lakini na ingine issue ambayo umetrendi sana hapa katika nchi ya Canada. Umilikuwa miongoni wa activists ambao wameweza kusimama na kwenye activity ilikuwa inaitwa Black Lives Matter. Ilikuwa katika miji mikubwa tofauti hapa Canada nzima. Kulikuwa kama Toronto, kulikuwa Vancouver, kulikuwa Calgary, kulikuwa Fredericton, kulikuwa Ottawa, lakini ilikuwa miongoni mwa watu ambao wamesimama na kuanzisha
hiyo activity hapa Fredericton. Kama wewe mtu mdogo ambao tunakuona hujakuwa na miaka kama 20 na ngapi au 30, kwa mtu mkubwa na kukusanyisha watu karibu 1500, ilikuwaje bro? Tangu ningali mdogo, yani shuleni wamekuwa wanatufunza kuhusu ukoloni. Sasa na mimi wakati nimekuja huku nimeona ndo vile vile, yani hakuna change. Sasa ni mimi nime experience kwa macho yangu, yani vitu hivyo tumekuwa tunafunzwa, yani mimi vimetendekwa, yani kwangu, kwa marafiki zangu. Na istoshi USA ni kitu chenye kimechukua headlines sana, kuona mgisi mtu ameuawa. Sasa ilibidi na mimi nishimame kama mfalme, gisi jina langu linasema, yani nitetee watu, yani na mimi ilibidi nikaleta idea, nikafanya watu, yani mtaani kwetu, yani watu wameungana, wakaniunga mkono. Yani hiyo siku ilikuwa kama ni siku ya ndoto zangu. Watu wameshimama kabisa na watu wamenisupport sana, na najua sauti yetu imesikilizika kabisa. Kama mfano, yani imewahi nifikia shuleni, yani mkubwa wa shule nilikuwa naendea eko ameniita kuwa niko kiki, eti siwezi enda kwenye gym, yani kucheza na rafiki zangu. Na unakuta mara nyingi naenda shopping, yani unakuta mtu anaenda nyuma yetu anazania kama si tunaenda kwa hiyo shop tunaenda kuwaiba, unaona. Na haiko hivyo, yani lengo letu tunakuwa tunaenda angalia vitu au kununua, ila kila wakati wakituona, yani wanatushakia kwa tunaenda kuwaiba vitu au hatufanyi mambo mazuri pale. Yes, kama jinsi ulivyosema, yani headmaster anakuita monkey kabisa, ni jambo la kusikitisha. Ambao tunasema huyu ni mtu wa shule, mtu mkubwa kwenye shule, anaweza kukuita monkey kabisa, inasikitisha sana. Hata kwenye unasema kwenda kwenye maduka, unakwenda huko kwenye maduka, watu wanaenda wanawashakia kama mnaweza kuwa wezi, mnaweza kuwa magengi, lakini ni hawajui kama mtu mweusi anaweza kuwa mtu mzuri, anaweza kuwa asiwe gang, asiwe mwizi. Yani kama kila watu kuna wezi na kuna watu wazuri kabisa. Pole bro. Asante sana bro. Yani gisi umesema, umri wangu ni mdogo, ila vilivyo ndani mwangu ni vikubwa. Yani nina vitu vingi sana, unaona. Yani ni kama utaweza ona nyumba kwa nje, unazania ni nyumba ndogo, ila ukiangalia ndani kuna vyumba vingi sana. Sasa mimi ni mtu nina ndoto nyingi sana, nina lengo fulani, nina lengo nyingi sana za kufikia. Yani natumika nguvu. Kama jinsi ulivyosema, wewe ni mpambanaji, wewe una hasu sana. Yani unaweza kutuambia kama kupambana kwako ni kiaina gani, kama sio kama vile jinsi watu walikuwa nadhani mko magenge, yani majambazi, kama watu wanakuonaona tu hivyo, wanajua unazurura mitaani, huna kazi nini na nini. Yani unaweza kutuambia, ukatufafanulia kidogo bro? Jinsi nimesema ni mpambanaji, mimi siwezi kuwa gangster. Yani mimi ni mtu ninapenda nile jasho yangu, yani nitumike na nguvu, nile chenye na afadhali nilale mapema ila nitumikie jasho yangu, unaona. Yani mimi nacheza mpira, naenda shule, na nimewahi kucheza kwenye TV show hapa, unaona. Yani mimi niko mpambanaji kwenye vitu vingi. Yani kwa watu wanakuja hapa, watu wapya kutoka USA, wazungu kutoka nchi zingine mbalimbali, yani mimi nakuwa kijana wanakuwa karibu na hao watu, na wasaidia kwa lugha. Hadi naongea Kifaransa na naongea Kirundi, Kiswahili, Kiingereza, na najaribu Spanish kidogo. So mimi yani niko mtu humble, napenda kusaidia watu, yani mtu wote aina yoyote. Kabisa nasikia wewe sio mtu rahisi kabisa nilivyokuwa nakuona, lakini najua ni vitu vingi, una vitu vingi. Kichwa chako ni kichwa ambacho ni begi kubwa ambayo na vitu vingi ndani inside. Ni kama jinsi ulivyosema, unasaidia wa Canada, unasaidia watu kutoka nje ya nchi kama wa immigrant, unasaidia watu kutoka Afrika wenye kusema Kiswahili, Kispanish, unasaidia watu wenye kusema Kirundi. Kwa kweli naona wewe ni kiboko kabisa bro. Na kitu kingine naweza nikasema, kama jinsi ulivyoonekana kwenye TV show, uliweza kuorganize Black Lives Matter, umecheza mpira kwenye timu ya nchi ambayo hukuweza kufaulu, lakini ukatoka, lakini bado na hapo nadhani hujakata tamaa, si ndio? Siwezi kukata tamaa, jili najua ndoto yangu ipo siku itafika. Yani mimi ninajaribu vitu vingi, najaribu mpira, nimeshacheza na wachezaji wakubwa hapa Canada, na nimeshaingia kwenye TV series, ijapokuwa sikufaulu, ila najua mwaka kesho nitajaribu tena inshallah. Bro,
ilikuwa ni pesa nyingi ambazo umeweza kutoa kwenda kwenye TV show, na umeweza kutravel, umetoka kipindi ulikuwa unaishi Ottawa, mji mkuu wa Canada, na kwenda Calgary. Ilikuwa Calgary, si ndio? Ndio. Yaani kwa kweli nikisemesha ukweli imenicost pesa nyingi sana. Yaani kutravel, yaani kuchukua airplane, the flight, hotel na pesa za kulipa kwenye TV show. Yaani nikisema pesa, yani ni pesa nyingi sana, unaona. Na mpira ndo vile vile, yani na spend pesa nyingi sana ajili chene napenda hivyo. Yani ndo hobby yako mpira, kuigiza, yani TV show, mambo kama hayo, ma series ambayo kuweza kufaulu. Unaweza kutuambia kama ni pesa ngapi ambayo imeweza kukugharimu? Yani tu TikTok, unaweza kutuambia kama ni hela ngapi imeweza kugharimu flight, hotel na ulaji huko sehemu ambao mlikuwepo na kila kitu huko Calgary? Unaweza kutuambia kama ni kiteta cha pesa ngapi ya dola? Yani nikisemesha ukweli bila kuhesabu, yani hesabu zote, naweza nikasema nimespend almost $8,000. Yani flight, hotel, yani kula, yani transportation, everything, like imekuwa so expensive. Ni pesa nyingi sana. Bro, dola 8,000 za bro, Canada ya. Ni hatari kabisa. Nasikia huyo ni mradi, mtu anaweza kaanzisha mradi kwa anatoka Tanzania au Burundi na kwenda China kwenda kurangua vitu kabisa. Ndio hivyo, ila ilifo ku try everything, you know. You never know what's next and then what God planned ahead of you. So enjoy, I don't regret as long as I tried my best. Poa sana. Nasema yani haulaumu kwa sababu umejaribu na haujui kwamba kesho kutatokea lini. Kuna saa ungeweza kufaulu na ukaendelea mbele. Na kwa hiyo mpira, na sio umetravel sehemu nyingi, umekwenda Halifax kwenda ku try out na haukuweza kufaulu, na umetoka Halifax ukaweza kwenda Quebec kwenda kuendelea Montreal. Unaweza kutuambia kama ni pesa ngapi ilikugharimu mbio kwenye mpira, yani kwenye soka? Yani kwenye mpira huo mwaka nime tried for Halifax na Montreal FC. Yani naweza nikasema nimespend almost $3,000, ila naamini mwakani, yani mwaka kesho ndaweza nenda nika try out again huko nchini Germany. Mungu akisaidia, nina imani kwa nitaenda Germany kuisaidia tena. Acha nikushukuru kwa sababu unasema utaendelea tena kutry, kwa sababu hujui kama unaweza kufaulu. Utaweza kufaulu na kuweza kwenda kutry Germany. Tunakuwish all the best, na naona muda wako hivyo kurudi wa kuingia shule. Hapa nimekutana ulikuwa rap, yani una raisha kwa sababu uende shule. Unafanya mbio kusema urudi shule. Sawa, acha nikushukuru bro. Asante kwa kuweza kutupatia hivi, na part 2 mtaweza kusikia kapela, nyimbo zake, tutaweza kufuata mambo mengi sana kuhusu activities zake, kazi zake, mambo mengi. Kijana huyu ni kijana mwana vitu vingi vya kuweza kutufunza, ana vitu vingi vya kuweza kutuelezea. Acha nikushukuru bro. Asante kwa kutupa muda. Asante sana, na wewe asante sana kwa muda wako na kunichagua, yani mimi niwe special today to you. Asante sana. Bas acha bro niweze kukuambia uweze kuambia watazamaji wapenzi wa Amisho TV wafanye subscribe, wa comment na wa share. Wapenzi watazamaji wa Amisho TV, yani chenye nawaomba msisahau kusubscribe, kulike na kushare hii YouTube ya Amisho, na msisahau kusubscribe YouTube yangu Wanjema Ahuka King. Yani kaeni mkao wa kula ajili soon huo wa kwanza ukaone kazi zangu mpya. Asante sana. Yes, wapenzi watazamaji wa Amisho TV, asante kwa kuwa pamoja nasi. Ni King Daniel. Ukiwa na pumzi ndogo unaweza kuniita KD au King D. Ni mtangazaji wenu mahiri sana. Nilikuwa na kijana hapa ni Golden Owen, ukitaka kumuita Wanjema au kumuita Wanje. Asante.